الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri Kuu BAKWATA Taifa, Sheikh Khamis Said Mataka, Mheshimiwa Katibu wetu Mkuu wa Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA Al-Haj Nuhu Mwuma, Mheshimiwa wajumbe wote mliohudhuria wa Halmashauri Kuu, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu Utawala na mahasimu wetu, Mheshimiwa Naibu Katibu Dini Muhammad Khamis, Mwenyekiti wa Jumuiya ya Kina Mama Mashami Mkani, Mwenyekiti wa Jumuiya ya Vijana na katibu wake, na katibu wa Jumuiya ya Kina Mama na wageni wote mliopo, makatibu wetu mliohudhuria na wenyeviti wetu kutoka mkoani mliohudhuria, pamoja na viongozi mbalimbali wa baraza mliopo, kila mmoja kwa nafasi yake, wakurugenzi mbalimbali mliopo na maafisa wa baraza mbalimbali mliopo, vyombo vya habari, vyombo vya ulinzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwanza nimshukuru Mheshimiwa Mwenyekiti wa Baraza Sheikh Khamis Said Mataka. Leo alichemka sana, kiasi cha kwamba alipunguzia basi. Mwenyezi Mungu amjaze kheri. Nimshukuru Katibu Mkuu kwa kazi aliyoifanya kipindi chote cha maandalizi. Mwenyezi Mungu na yeye amjaze kheri. Wakati mnataja mfululizo wa makatibu, nilimsahau katibu wangu Sheikh Musa Ahmed Juma Al-Hamid Al-Buhri, ambaye ni katibu wa Mufti, lakini pia ni naibu katibu wa Baraza la Ulama. Kuweza kusoma sura al-Asr itakuwa msaidiwa sana. Nashukuru katibu kwa sababu amesimamia vizuri ile secretariat aliyokuja ofisini kunifahamisha kwamba mzima wa matayarisho ya mkutano huu, pamoja na kuniomba kwamba sasa yeye na mwenyekiti wameshakubaliana kuja kuomba idhini ya kufanywa kwa mkutano huu. Baada ya kuona mambo yamekamilika vizuri, sikuwa na kigigizi cha kwamba kusifanyike mkutano, kwa sababu mkutano umekaa muda mrefu sana hatujafanya mkutano. Lakini katika zile sababu ambazo amezieleza katibu, nampongeza yeye na sekretarieti yake kwa matayarisho mazuri.
kuna kanuni za umoja wa vijana, kuna kanuni za kina mama, umoja wa jumuiya ya kina mama ambazo mtazitazama. Kuna baadhi ya comment ambazo sija kuwasilishia, lakini ziendelee nazo, zikishakuwa zimekamilika zile sehemu ambazo tutakiwa kutengeneza kidogo, endelea kutengeneza kutokana na yale maoni ambayo mnaona. Lakini niwashukuru vile vile wale wakina mama ambao tuliwapa kazi za miradi mbalimbali, kama yule mama Asina na wenzake wengine, kwa kazi ambazo wamezifanya. Kisha niwashukuru viongozi wote wa baraza na watendaji wetu wote, wakiwemo wenyeviti na makatibu wa mikoa, wilaya mpaka chini, kwa uvumilivu wa kufanya kazi kwenye baraza bila mshahara. Ni jambo zito sana. Lakini wale mala, kwa nini sio hivyo wakati hata mkubwa wao ambaye ni mufti naye hana mshahara? Wataka mshahara wa nini kwa sasa? Mtoleeni tu, waqul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Mungu tunataka wala sisi nini tunafanya, mtume wake na Waislamu pia wataona tunayofanya. Niwashukuru, niwapongeze kwa moyo mliokuwa nao wa kufanya kazi kuitumikia baraza na kuitumikia Waislamu. Kazi yangu mimi sio kubwa sana leo, lao sio dhurufu zilizopita kabla ya saa hii, ilikuwa saa hizi nyinyi mnaendelea na kikao chenu. Lakini niwahusie tu kitu kimoja, kwamba halmashauri kuu ndio chombo tegemezi katika baraza cha utendaji. Hakuna baraza wala hakuna taasisi yenye katiba nzuri na iliyokaa kimpangilio kama Baraza Kuu la Uislamu Tanzania. Mpangilio wake mmoja ni kuwa na chombo kama hiki cha halmashauri kuu, ambacho ni chombo muhimu kwa ajili ya kutengeneza mambo ya kiutendaji ya kuliendesha baraza kwa maslahi ya baraza na kwa maslahi ya Waislamu. Kwa hiyo kila mjumbe hapa, baada ya mwenyekiti na katibu wake, kila mjumbe aelewe ni mtu muhimu sana katika kikao hiki. Aelewe hivi kwamba yeye ni mtu muhimu sana katika kikao hiki. Ima aliangushe baraza, ima alinyanyue baraza. Hayo mambo tutakayoelewa. Mjumbe aliyoko chini ya viongozi wao wakuu wa halmashauri na kusudia mwenyekiti, katibu na wenzake, aelewe kwamba yeye ni sababu ya kunyanyuka baraza kupitia chombo hiki, au ni sababu ya kuporomoka baraza. Kwa hiyo unapokuwa katika kikao, kuwa na mchango madhubuti, mchango wenye ikhlas, mchango ambao unakusudia wewe kunyanyua Uislamu, unakusudia kuliheshimisha Baraza Kuu la Uislamu Tanzania, na unakusudia kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ndio mambo ambayo yanatakiwa kila mjumbe ajue. Yaani usione kama umetaabishwa kutoka kule kwenu kuja katika kikao hiki cha halmashauri, umepatishwa tabu wala hakuna maana yoyote. Sio kama umepatishwa tabu, umesumbuliwa. Umekuja kutetea dini yako,
umekuja kutoa miongozo ya namna gani dini yako isimame. Wewe umekuwa ni mtumishi wa baraza ili uwe mtumishi wa Waislamu. Waislamu wote tulionao hapa Tanzania kwa idadi yao, wewe ndio unawatengenezea utaratibu wa Uislamu wao utaendesha katika mazingira ya namna gani. Kwa maana nikasema kila mmoja ajione kwamba ni mtu muhimu sana, ni mtu mkubwa sana, lakini kuna mambo yanahitajika awe nayo. Moyo kuwa na ikhlas. Ni jambo kulifanya kwa ajili ya Mungu tu, usitaki kitu kingine. Ukifanya kwa ikhlas, maana yake utakubali maneno, fikra, mawazo, vijiwe, maskani, vitu kama vile ukavichukua ukaviingiza kwenye baraza kupitia nafasi yako ya ujumbe na vikao vyako hivi vya halmashauri. Kwa hiyo angalie radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Illa ibtighaa wajhi rabbih, ndio natakiwa al-ibtighaa, kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hapo ndio walipofeli watu wengi. Wengi wa kwa ajili ya maslahi yao, sio maslahi ya umma, maslahi ya Uislamu, au kwa ajili ya maslahi yao. Ukiniweka baraza kwamba tutengeneze baraza, tuendeshe baraza kwa maslahi yetu, hatuweza kufika. Nataka nikuelezeni kwamba viongozi wote wa baraza, mkiwemo nyinyi ambao mko katika chombo hiki cha kiutendaji cha kupanga mambo, cha kuchakata, kama unavyosema Kiswahili cha sasa, cha kuchakata mambo, uelewe wewe ni katika wale watu ambao waliovishwa au waliobebeshwa majukumu na dhamana kubwa kabisa juu ya mabega yao. Wewe ni mmoja, umebebeshwa twika, katika kichwa chako, na dhamana nzito juu ya mabega yako. Huwezi kuitua, utaitua siku ya Kiyama. Sasa unaitua vipi? Unaitua ukiwa una ikhlas, unaitua kwamba mimi niko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Uislamu unakwenda mbele. Waislamu wamekuamini, kisha Mungu amekupa taufiki ya kuchaguliwa kuwa kipindi cha uchaguzi. Uchaguzi wa BAKWATA. Uchaguzi sisi BAKWATA. Uchaguzi tutafanya mwaka huu. Mtaeleza taratibu zake zitakapokuwa na kanuni za uchaguzi na kila kitu utaambiwa. Lakini tuwaeleze tutakapokuwa katika kusimamia masuala ya uchaguzi huko katika mikoa yenu na wilaya zenu mlizonazo na huko kwenye kata zenu na misikiti yenu. Hakikisheni kwamba wanapatikana viongozi bora, sio bora viongozi. Wanapatikana viongozi bora. Mfanye tathmini ya kila kiongozi. Mwachekeshe ili tupate viongozi watakao kuja kunisaidia baraza. Baraza sasa hivi ni tamu. Hakuna ambaye hataki baraza sasa hivi, usidanganye. Watu wanataka baraza. Wenyewe ni mashahidi, haina haja kusema sana. Wenyewe ndio. Si kuna watu wanataka kuchukua nafasi zenu huko. Na watu wataki mrudi. Zamani nilishawahi kumfanya shekhe mmoja zamani. Mufti ananiambia tafuta basi watu ambao wewe ni mtu wa dini hapa. Kabla basi nikafuata shekhe mmoja. Mmoja kumtaja. Kama shekhe kule kuna nafasi bwana kwa mjumbe wa ulama na mimi niko kule. Kuna mimi ni mufti. Kwa hiyo chukua jina lako tu uingize. Kwa BAKWATA hapa na hapa mimi si kwa sasa shekhe. Wewe rafiki yangu lakini kwa hili hapa. Yeye bwana mkubali alikuwa ni jongo pekee yake. Lakini wengine walikataa kwa sababu ya ile fikra ya kwamba BAKWATA ni chombo cha uchafu, ni chombo cha watu hawana dini, ni chombo cha makafiri, ni chombo cha ambacho hakuna wacha Mungu. Si ndio uje utengeneze? Akili haifanyi kazi bwana.
si uje utengeneze uondoe uchafu. Njoo ukokonoe basi uchafu uondoe. Na huwezi kufanya hivyo bila kuwepo ndani ya baraza. Unaelewa na tiba gapo. Lakini sasa hivi hakuna haja hata kumwambia mtu. Hatuna haja kumwambia mtu, watu wanaminyana. Wanaumizana. Kwa ajili ya kutaka nafasi mbalimbali zilizoko ndani ya baraza. Kwa hiyo uchaguzi mhakikishe kwamba mnasimamia vizuri na mnahakikisha tunapata viongozi bora kama nilivyosema, sio bora viongozi. Ili baraza tuweze kupata watu ambao watatumikia vizuri na kuliweka katika hali nzuri. Taratibu, mipango, maelekezo tutayapata kutoka kwa katibu na mwenyekiti, na nyinyi wote mtachangia namna uchaguzi utakavyokuwa. Hicho ndio kitu kikubwa cha kuangalia katika kipindi hiki tulichokuwa nacho. Na uchaguzi huo utakapokwisha au utakapokuwa katika kikao, ndio patakapotoka maamuzi ya mkutano mkuu utafanya nini. Nadhani mapendekezo yapo kama alivyoonyesha katibu. Angalia mapendekezo hayo au kutakuwa mapendekezo mengine, hiki kikao ndio kitakachoweza kunani. Lakini labda dokezo lingine, kuna baadhi ya mambo ambayo yanahitajika kutolewa pia katika katiba. Kuna baadhi ya mambo mengine yatakuondoshwa hawako sawa, mengine yatakuwa sawa. Haya mambo yatakuwa na mwenyekiti, katibu na wajumbe. Kama atatokea mwenyekiti kuligusia hilo, basi mtaangalia namna gani ya kupendekeza ili kwenda kuweka sawa mambo. Siku zote mambo hayakai, wala katiba ni kitu ambacho ni kabilatun litadib. Ni kitu ambacho kinakubali marekebisho. Kitokea kama kuna hitajika marekebisho, sio kitu kinachosimama tu hivi. Unaosimama hivi ni msaafu pekee yake. Unaelewana uzuri baba. Lakini kubwa liloko usoni kwetu ni uchaguzi. Hakisheni makatibu, warafiki muwache, ujamaa muwache, mtafute mtu mzuri wenye viti. Ujamaa, ukarimu, tafuteni mtu mzuri atakaye kukusaidia baraza. Asipatikane mtu ninasema baraza na shindwa yeye kusimama kwamba kachokozwa. Ninasema vibaya baraza, badala ya kuhesabu kwamba nimechokozwa sasa hapa, ngoja nipambane katika kunieleza, kubishana na mtu, kumueleza mpaka yeye kwa baraza nzuri. Nasema niko bwana, unajua mimi ndio nipo tu hivyo. Nimeshangaza. Wakina nani na wanaoanta minhum? Wakina nani na wewe mmoja wapo? Hao ni wengi kweli katika baraza. Tulikuwa na mtu mmoja maeneo ya kule kwenu, Sheikh Akurukuru. Nadhani alikuwa ni katibu wa baraza, ni katibu wa baraza nyingine. Mtu mmoja akiulizwa kuhusu BAKWATA tusema mimi niko kule, unajua huwezi kuandika kitu kwa kupeleka serikalini kapita kama hukuwa kule BAKWATA. Afu ni bado mtu kama huyo unasema tuwe naye. Jamani. Bwana sema kwa mwe makini katika swala la uchaguzi. Basi na msemo wangu kila siku nasema ala nabili yakfihi isha. Mwenyewe kuna mambo mengi mtazungumza, tutaweka sawa na hatimaye tutapata mwongozo kutoka kwenu. Kisha kuanzia hapo tunaendelea. Kauli mbiu yetu kwenye baraza la kikao hiki kwenda mbele ni uchaguzi na amani. Uchaguzi na amani. Kwa kauli mbiu yetu, uchaguzi na amani. Sheikh mpo kwa ngazi na vyeo mbalimbali, tutafanyia kazi hilo kwamba uchaguzi na amani ndio slogan yetu sisi watu wa BAKWATA, na ndio mipango mingi tumeifanya kwa ajili hiyo. Kabla sijashuka sura 3 kuombea nchi ya amani, tulivu, na uchaguzi mkuu upite kwa salama, ukiwemo na uchaguzi wetu wa baraza wa ngazi mbalimbali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. ونية القبول وقضاء كل سوء وأمور. الفاتحة. إياك نعبد. خلاص أول مرة صارت كمان يا شيخ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني ندعوك كما أمرتنا فاستجب دعاءنا كما وعدتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل ما نشاء موافقا لما تشاء كي لا يصير ما نشاء مخالفا لما تشاء. ومن نحن حتى نشاء خلاف ما الله يشاء. لو جاهد العبد وشاء ما كان إلا ما تشاء. والطف بنا فيما تشاء والطف بنا فيما تشاء والطف بنا فيما تشاء. ولا تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا سلام سلمنا والمسلمين. صلى الله عليه وسلم محمد.